Mapambano kama unavyoona. Sasa nani hapa ofisini ambayo wewe unaweza ukamdescribe vizuri? Yaani mtu pekee ambaye hapa ofisini unaweza ukamdescribe vizuri. Mtu ambaye anaweza kumdescribe vizuri. Shika kamera hapo. Naweza kumuelezea. Chagua watatu afu mimi nitachagua mmoja umuelezee. Kuna Walter. Maisho. Mseme na Mike. Muelezee Maisho. Labda siku mjezi kali. Kuhusu Maisho. Kwanza ndo mkurugenzi, tunamwita mkurugenzi. Bwana CEO. Maisho. Lakini kuna kitu kimoja tushai kuongea tuko Mazumbai. So moja kwa watu ambao hawamjui Abeli, yani labda kama ana ukaribu naye au nini, unaona ni mtu fulani mieyusho sana. So unajua kwa sababu na mtu akaniambia mwanangu mimi kwanza nilikuwa najua jamaa mwanangu ni unajisikia kichizi. Mimi nikonaga naona unajisikia unajikuta yani mwanangu ni wewe machino fulani. Yaani na sio mmoja wengi tu. Lakini sasa ndio hivyo mtu akiongea na wewe hata kama mwanangu ni mtu mmoja poa tu. Kikweli Abeli amenyoka. Takagi kona na wana. Na mtu meisho anamuona toka mbali, anamjua kabisa huyu msingoni. Hivyo. Kwa sasa namna yeye alivyo kwa watu ambao pesa hapo ofisini hapa wanamuona mtandaoni, ni mtu ambaye ni kiukweli hata ningekuwa mimi nikimwona mwenyewe kwa sababu sijui na mwana mwenye simu mwana huyo mzee kwa Abelisha hivyo. Lakini ukikaa naye ni mtu ambaye ukikaa naye chini vizuri, mtu mmoja poa sana, na kama ni rafiki yako yani ni mtu anakuwa mtu wa karibu sana. Watu ambao wana karibu na Maisho na sana ndio mambo. Karibu supu. Mimi nimekuja hapo nielezee kuhusu watu wawili tu hapa ofisini ambao unahisi unawafahamu vizuri. Namna ambavyo umeishi nao. Unataka kuanza kunichoma, si ndio? Chombe. Nianze na mkurugenzi. Huu ni muda wa kumkanda. Jiachie. Ngoja nijiachie. Mkurugenzi bwana Abel Show. Kwanza ni mtu poa sana, ila ana makando mengi kidogo. Yule mimi najuzi ni wigi au ni sasa sitaki kujua kitu kicho chini ya hilo wigi ni nini. Ndio mwenyewe. Walter bwana ana idea ya kutengeneza hizi video za The Office na nini. Lakini sasa anavyoshoot mwanangu utafikia anatengeneza video za Pornhub. Anashoot leo. Leo kuna video nilikuwa naangalia ile ya GT ile. Kuna kitu nimeona nikasema ni hapa Abeli lazima atakuwa amemind wakati anapost video au review. Kuna mahali kama vile alitilt yani kamera. Nikasema sasa no, lakini sema na hii kamera ina shida yenyewe. Kwa sababu sio video, sio ya jana tu. Video nyingi na hisi kama inakuwa kama ina nini. Lakini pia nafikiri hata anayeshika pia ina mata. Jamani, ukifanya kitu kidogo tu utaongelewa. Hapo speaking of that, mimi kuna kitu moja nataka nikiaddress jamani. Kuna wanetu ambao wana tabia moja za ajabu sana. Na hizi tabia it's okay kuwa nazo, lakini ukiwa na watu ambao kidogo ni wazito, hizo tabia zinaweza zikakufanya uonekane wewe mieyusho tu. Sawa. Naona kweli hii tabia tu address na ndo mambo wale samusha siku ukialikwa mahali mtu. Sawa, ukaitwa mahali bwana Godi. Bwana karibu kuna function fulani au twende kwenye safari fulani. Toa kuna watu fulani. It's very important kujua hao watu tunakutana nao watu wa kina nani. Fanya ile due diligence, background check. Sawa? Kwa sababu kuna watu pia ambao ni waongeaji. Sasa unafika huko
ujui uko na kina nani, unasafiri na kina nani, lakini kwa sababu ya uongeaji sasa unajikuta sasa unaishia kwa kibonzo. Kwenda zangu hivi ilikuwa nitembee tu, kafika kwa Tadeo. Fika kwa Tadeo pale kuna mzee jirani yetu huku nyuma akawa anapita na Alfred. Akawa anaongea na Tadeo. Tadeo akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia nanyoka hadi barabarani. Ananiambia sasa uchukue lift hii hapa. Nikapanda ile gari tukaondoka. Kumbe wakati mimi napanda kuna gari ilikuwa inaingia hapa ofisini. Kwa hiyo mtu akawa amesimama kwenda kufungua geti. Si akaniona nimepanda kwenye Alfred. Mambo ya Alfred eti. Hello wangu. Nimerudi. Oe. Shangazi mtu ananifuata. Kumbe hao watu wanaokujua kama usijini watu wa Alfred. Nishakuwa jambo lako. Nishakuwa jambo. Sasa ngasema Mungu wangu. Kumbe wameona. Nasema sasa pale kujitetea wewe. Sasa kitu kimoja. Kuliko ujitetee wala ukaushi. Kwa Beli umemtoa ndani, nilikuwa nafanya kazi, umeniambia tuje tufanye kipindi alafu unafika Mimi niko na huruma wewe. Na kuna huruma wewe kwa sababu una mzigo tangu mwezi wa pili hujaedit. Sasa hivi tena unaongezea mwingine tena. Juzi umekaa na Seba pale, ngoja nitoe kitu cha Usambara. That shit was work. Na ile video kali mwanangu. Sema na wewe umekuwa nyuma kama the rest. Video ya mbele. Zile video ni mesmerizing. Mesmerizing. Nikwambia kitu cha kwanza ambacho kwenye video haijakaa sawa. Yale maneno ya Mazumbai sio nini yale maneno yanatokea, umeweka fonts nyeupe. Alafu clip iliyofuatia ina point kwenye juu ambapo rangi ni nyeupe kwa maana hayaonekani. Uli notice hicho kitu? Yale maneno hakutakiwa kufika kwenye video. Sasa ndo maboko yenyewe ndo sana. Editorial mistakes. No, hizo sasa ndo maboko yenyewe hayo blaza. Editorial mistakes. Ndo maboko yenyewe hayo. Kwani mimi nakuona huruma wewe. Maana jinsi unavyojitetea linazidi kukuzwa. Angasema pote mtakavyoamua nyewe wenyewe. Kwa ni mzee wa makando sana. Ukikosea atakukanda sana, ukizingua atakukanda sana, ila yuko fresh. Sawa. Hii ni fuel pump ya BMW GT ambayo imekufa. Yaani ilikuwa imekuja tu ofisini kushusha vifaa ikiwa nzima, ikaamua kufia ofisini hapa. Sasa of course kwa mwenye gari ni mbaya, ila kwetu sisi like okay. Sasa tunashukuru Mungu sababu ni hela au sio Alex? Uhakika. Lakini all in all it happens. Now one of the reason kwa nini hizi pump zinakufa prematurely sasa, hii mtaka mjifunze vizuri hapa ndugu zangu. Hizi pump zinakufa kwa sababu cha kwanza, watu mna tabia ya kutembea na magari yenu yakiwa na mafuta machache sana. Kama mafuta imewaka mtu anatembea nao wangu siku mbili. Msipende kutembea na tanki ambayo liko na mafuta kidogo, kwa sababu moja ya kazi ya mafuta licha ya kuwasha gari yako na kuipa power gari yako, ile mafuta yana ubaridi, kwa hiyo yanatumika kupoza ile pump, ile mota ya pump. Sawa? Kwa mafuta yakiwa mengi yanapokuwa yamesubmerge pump nzima, ile mafuta yanatumika kupoza, kuikuli ile pump inavyovuta mafuta. Lakini pia hata yanapopita ndani kwenda kwenye fuel line yana cool down ile mota zaidi. Kwa every time wewe gari yako inakuwa ina mafuta kidogo na gari inacheza, hii pump kuna muda inavuta mafuta afu kuna muda inavuta hewa. So every time ikivuta hewa, that means inavuta hewa ambayo haina mafuta, inaisha ku overheat, inapelekea pump fine kufa. And that being said, nafikiri nimeongea kitu ambacho ni very essential, na haya madini ambayo nimetoa hapa watu wanatakiwa walipie kuangalia. Otherwise 800,000 600,000 hizi zitakutoka sana kununua pump. Eman Show. Hilo hapo. Nani mwingine hapo umemtaja? Twende Manka. Damanka wewe nao moja tu. Mbishi. Damanka ni mbishi. Lakini uzuri sasa, sababu hiyo swala unalijua, kwa hiyo inabidi you have to find ways to maneuver. Unaishi naye?
Ila kwenye ubishi wewe na hiyo swali unaijua, maana Damanga akishashikilia japo lake huwezi kumwambia kitu. Haina noma sema. Hapo ngoja niendelee na nini. Nani mwingine? Alex. Alex comedian sana. Yaani kati ya mtu ambaye hapo ofisini ukikutana naye tu hivi ukamwangalia lazima ucheke ni Alex. Mimi sijui kwa watu wengine. Ila mimi nikikutana na Alex muda wote lazima ucheke. Nikimwangalia tu sura yake hivi nacheka. Labda kutokana na jinsi ambavyo sisi tunataniana na nini. Kwa sababu Alex ni mtu wa matani sana. Mzikivana lakini. Mzikivana ni mtu wa matani sana. Na ni mtu poa, kijana fulani hivi anafanya sana kazi. Ila matani mengi sana. Ni rafiki yake mtu mmoja hapa ofisini anaitwa Viola. Rafiki yake Viola. Nasemaga ni partner wake. Viola ameshika ndazi kubwa. Ametaka kulificha hili hapa. Hapo anatengeneza nani? Anatengeneza nguvu kabla vitita havijafatwa. Anaanza kupambana. Kabla vitita havijafatwa. Haya, poa. Haya, poa. Kwenye kuondoka zangu Shukrani zikakufuata. Shukrani zikanifuata. Kazi kwa ndefu. Shukrani ndefu. Baada ya kazi. Hakuna mbaya, sio mbaya. Sasa leo tunajitahidi sana tusiongee issue za magari kwa sababu Ngazungumzia hilo swala la sema. Sasa pia kitu kingine, changamoto nyingine pia ambao kuna watu wengine ambao wanayo ni swala la kuminterrupt mtu akiwa anaongea. Hicho ni kilema hicho. Lakini pia hata ndugu yetu naye sasa hivi sema ameanza kukopi vizuri. Lakini mwanzo naye sasa mwingine dogo tunaye Alex ya wazi yani sema Alex ana jambo lake. Yeye anaamini kwamba hilo ndo la msingi la kwanza. Kwa akikukuta hivi unaongea na Godi sasa hapa hivi akifika sasa brother sasa ile protocol yaani basi kama hiyo basi wote hapa mnayo. Ile champion Mwakatumbua. Merudi tena Mwakatumbua. Mwakatumbua sasa mimi kitu ambacho kuja ndogo kusema Mwakatumbua kwamba hawezi kujicontrol. Yaani ni kama disorder hivi. Hawezi afisa mbaya zaidi kwenye masuala intellectual. Kwenye masuala ambayo yanatoa unajua anatakiwa chip in bwana. Wewe pengine unaelezea kitu fulani labda intellectually nini, lakini kuna kitu anacho yeye ambacho na sio ujui. Kwa nataka akwambie kabla kiongea anakuwai yeye anataka kuwai bwana. So brother vipi chill relax. Ni vizuri nao akatengeneza kipindi kama hivi, tukienda tunaangalia tunaweza kurekebisha sisi. Sawa. Lakini kwa hapa by the way sorry na kuinterrupt. Anaongea ile kijana refu na mama yake. Katisha kuna kitu wanasema. Sorry. Ushakatisha afu nimesahau. Kwa hiyo kinachoniuma ni kwamba nimesahau. Lakini sasa ulipoenda umeenda kuzuri zaidi. Sawa. Kuna kitu kimoja mwanangu ambacho mimi yani sasa hivi vitu tunavyowaambia ni vitu vya kiroho. Sawa. Mimi naambia kitu kimoja yani sikupangi. Mambo ya kiroho. Very serious. Si tutafanikiwa pakubwa sana. Tofauti na macho ya watu wengi. Kwa sababu kwanza, sawa. Mansho kuna character. Yani character kama anao kiongozi. Hizi character kama anazo kiongozi. Yani kama uko sehemu unafanya kazi. Basi na midarasa pia. Kama uko sehemu unafanya kazi, alafu kiongozi wako hana hizi characters, amtoboi. It's a matter of time. Ondoka. Sawa, yani ondoka. Kwanza kama kiongozi wenu is not meek. Meek ni humility. Yani anafundishika, alafu kisha kufundishika anaambilika. Sawa. Kia God.
Kama naambia habari ya kiongozi kuwa Mick. Kama kiongozi anaambilika, kiongozi anafundishika, yani kiongozi yuko humble, humility, yani ndio hiyo sasa. Unakuta mtu anakuja akikutana na either Abel, akikutana na Godi, akikutana na mimi, anagundua kumbe jamaa hana shida na mtu, yani wao anaongelea magari. Unajua hicho ndio point ambayo kubwa watu wanakuja wakituona ndo wanaielewa zaidi kwamba jamaa wanachoongelea ni magari. They have nothing at all against wenye magari, wahusika wenye magari. Sisi shida yetu ni chuma ina shida. Chuma ni bovu. Umeona? Hiyo character mangu moja ya kuinacha, yani kama ipo iendelee. Umenipata? Kama haipo tunafanyaje? Umeona? Kwa mtu yote ambaye anafanya kazi bosi wake hana humility, bora log out. Bora log out. Create account sehemu nyingine. Hiyo character ya pili ni nini? Competence. Wewe unafanya kazi sehemu kiongozi wako mwenyewe yuko competent, afu kufanya kazi utafuta nini? Weka sehemu ambayo kiongozi ukikaa na watu wanakuambia yule jamaa anajua. Sio, unaelewa? Na speed anayo. Yani wewe mwenyewe unajua hapa sasa mwanangu nina sehemu nzuri ya kujifunza. Kweli? Wewe unakaa sehemu kila ukienda hata ukikaa na watu baa tu hivi utasikia yule jamaa mwanangu anatoa maboko hivi, ndo bosi wako. Wewe cheza bro, there's no room to learn hapo. Utajipiga nini? Ni ngumu sana kutoboa blaza. It's difficult. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kutoboa sisi ni imeenda kwa sababu vitu kama hivyo una sehemu ya kujifunza kwamba bwana hapa mimi najua huyu shenzi anajua. Magari anaelewa, anajua vizuri. Hamna mtu nimekaa naye anasema ana come close. Si unanielewa? Kwa hiyo kwenye competition inakupush. Unakuwa unajifunza kila siku. Yaani wewe hamna siku ambayo utaamka utajihisi unajua. Si unanielewa? Kwa sababu kila siku you have to push yourself kujua zaidi. Mwisho wa siku unakuja kukaa wewe Mansho, unajua Mansho, tukiongea uhalisia kabisa. Mimi sio kwamba najua magari. Tunajua magari ile deep, hapana. Lakini tukiongelea 2019 na sasa hivi kuna mbongo mimi hata naweza nikakaa naye chini hivi akaongea kitu nisimuelewe. Sio, unaelewa? Kwa sababu kuna room ya kufanyaje? Kujifunza. Sasa unakaa sehemu hamna hicho kitu. Sepa. Yaani hata kama unakulipa hela nyingi kiasi gani amsha, hautajifunza kitu. Hiyo ni wanaambia ni career suicide. Yaani unalipokuwa mjinga. They are funding your mental decline. Chukua milioni 10. Ila unashangaa baada ya mwaka unaongea afu hiki tunacho kweli mwanangu. Mimi unajua one of the things pia mimi siendagi kwenye ama joint sio ya pombe nini viwanja. Mara chache sana naenda. Mwanangu yani mimi so many dumb people mwanangu. Afu sasa unajiuliza hapo jamani amezidi kupata kazi mahali. No offense bro, kweli. Yaani ukutana mtu akifungua mdomo kuongea hivi like unaona mtu kachukia shati katoka ofisini mwanangu. Kunja nini? Yule ananukia. Wangu anaongea ujinga mwanangu yani. Sasa unaomba kumbia nini? Ndio kweli wake. Yaani kwa sababu ni kweli mimi sida vingine tunakaushaga kwamba maungu acha sababu sasa unakuta mtu maybe umjui fanye kuona anyway his ignorance haini affect me, lakini kuna mtu mwingine unaona kabisa huyu mwana huyu naelekea kufanya naye kazi hapo kama yeyusho hivi kwa hiyo wewe unaanza kuinvestigate mapema hapo hapo amelewa unaanza hivyo kumcheki ndio hajaelewa unamwambia mwanangu wewe sikia kama lakini speaking of the devil say Benz ile ndakia yake kawaka kweli control shafu jesema inatakiwa sifanyie sio adaptation au maana ikana kataa kuwaka tukajua battery na mambo Mjerumani sasa imagine battery iko chini ya city kwa battery ikifa city imerudi nyuma kazi
Sawa. Show inaanza hapa sasa. Ile ML control yake imefika. Ndio kufa wapi? Kufa hii hapa. Tunafanya ile kufa hii hapa. Ile kuja mpya hii hapa. Na imeshafanywa coding. Ukiangalia sasa hivi hizi zinafanana. Sasa ni kwamba itawaka. Twende kujaribu. Kwani muulize bosi hapa. Ndugu, je, ML itawaka? Nipo hapa, muulize kijana, nilikuwa nasali bwana. It's been a year. At least tuone huruma basi wake. But hopefully itawaka sababu no excuse this time kwa kweli. No excuse. No excuse. Inabidi iwake. Yaani kama isipowaka tunaiwasha makofi. Bodi inasema isipowaka tunaiwasha makofi. So itawaka. Yaani na uhakika huo. Na uhakika? Kuwaka itawaka. Isipowaka kwenye 100% kuna 1% kutokuwaka. Yaani wazee wote yamini, yaani? Mr. Giniwe nionekana kama nina gundu. Lakini najua magari twende tukajaribu. Nauliza gundu. Kuwaka itawaka probably yani. Kama kaida location ya control location ya control box angalia. Mambo gani ya benzi mnafanya lakini? Haya tuweke toni. Yaani unaweka ndani ya matope. Bwana nani pale Flipper alikuwa anaweka battery. Mind you gari hapa imeshapaki almost karibu mwaka. Mwaka unafika eh? Mwaka unafika. Usha connect stamina tayari? Kwa hapo funguo tayari kila kitu kipo. Kila kitu. Ngoja mimi nikae mbali kwanza. Waga nalipukaga. Mungu saidia basi wake da. Anachomaita. Unachomaita kwenye benzi. Yaani Kanyale amejificha kabisa, hataki kusogea huko. Kanyale. Joku. Beti na moto ile. Vipi? Sasa hivi ikaeta sichoni au? Aikaeta sichoni sasa hivi. Mzee njoo angalia kazi yako huko. Mbona unajificha? Gari sasa hivi hata sichoni haikai sasa. Haikai sichoni. Haicrank. Mara mwisho ilikuwa na crank lakini haipokei. Hicho ndio kitu ambao unaona magari. Hii switch on inakaa ila idibeti kidogo. Au battery iko Kwa sababu uone ifanyaje. Ndio kwa battery yenyewe. Pata au tuweke battery ya nani ya BMW au tuweke ile mashine ya kuboost. Ile sina ina boost ile mashine ile. Ile katika kuna waya pale mpaka tuunge na ongeni tena unga blaza. Lakini pia kuna ile battery ya BMW ile. Ile pale ndio imesha kabisa charge. Kuna ile nyingine. Zile ziko mbili. Achana na ile Del Cas sijui kuna nyingine. Kuna nyingine ile kama ina kijivu kama nyeupe hivi. Yaani cheki. Huyu.
Mbona majanga yanaanza kuwa mengi sana. Lakini Benzi mimi namwaminia. Benzi tofauti na Bima. Wangu Messi. Angekuwa Bima hapa ningekwambia Sasa na watu pia tunatakiwa tuambie watu kwamba imetukosti shilingi ngapi mpaka gari ikiwa. Actually mpaka dakika hii imetukosti shilingi ngapi na bado hata sichoni, yani hata alicrank. kuna gearbox. Kwa sababu ni gearbox, control box, starter, pump ile ya power steering. Bwana. Aha.